Mungu anaweza akageuza maisha ya mtu leo, kesho watu wakija wewe sio mtu mwingine. Jifunzeni kumtolea Mungu, na sio tu hapa kanisani. Ukisikia kazi ya Mungu, ukisikia kuguswa, support. Ukiona kuna mtu maskini, ni mtoto yatima, unajua kabisa. Saa ingine mimi naangalia watoto hapa, tuna watoto hapa ambao hawana baba zao nini. They should feel the love. Lazima wahisi upendo wa kanisa, waone dada zao walioko humu ndani, waone kaka zao waone, waseme brother. Mtu anapokuita brother ni kitu kikubwa sana. Mtu anapokuita dada ni kitu kikubwa sana. Haijalishi hujazaliwa naye, sio kabila lake. Sisi tumelelewa na watu wengine, sisi tumepata mababa wengine. Mimi sikumwona babangu under 4 years, baba amekufa nikiwa na miaka 4, lakini mimi Mungu amenunulia mababa hivi, kina mzee Msumai, kina mzee Mwasanjala kutoka huko Mbeya, wanapiga wanasema, Manase ujambo kijana wangu, unaendeleaje? Kwa sababu ya Yesu. Mungu ameninulia wa baba wa kutosha. Kwa hiyo wewe usifikiri tu labda ndugu yako ni ule unayezaliwa naye, sijui ni kabila yako. Those nonsense. Ni mtu sijui jirani yako. No, katika Kristo tunakuwa ndugu. Huyu mdogo wenu akiona huyu anamsaidia, anajifunza, anasema Mungu nakushukuru, dada amenisaidia madaftari. Mungu nakushukuru, kaka amenisaidia. Na sio paka aombe, wewe mwenyewe unajua tu. The church is the family. Mbinguni hatutaulizwa tulikuwa na magari mangapi. Mbinguni hatutaulizwa tulikuwa tuna fahari kiasi gani. Kuna watu wengine nguo zao ni hizo hizo. Kuna watu wengine maisha yao ni yale yale. Hawawezi kumwambia mtu kwenye kanisa, nyie wenyewe mnaona. Mnaweza mkajiorganize kama vijana. Tunaona kijana mwenzetu yuko down, tumuinue. Tumchangie hapa mtaji, tumuite unataka kufanya, tumchangie 200,000. Kesho akitoka hawezi kusahau kanisa. Wachawi tu wanachangiana, walevi tu wanachangiana. Ndani ya kanisa mmekaa kama vile watu fulani. Mtu akisema James hawezi sahau, kwa sababu ya kile kitu Mungu alichokifanya. Tujifunze kusaidia watu, hata kama hajakusaidia. Never, wewe usijali. Hata kama hakupendi, wewe usijali. Hata kama sijui anakupinga, wewe usijali. Wewe fanya. Saa ingine ni ndugu zenu kwenye ukoo nini wamekutesa, usilipe kisasi. Never, usifate vitu kama hivyo. Wewe saidia. Yeye anaweza akapata shida, wewe Mungu ataendelea kukubariki. Unashangaa mlango huu, nashangaa mlango huu. Jifunzeni kumbariki, kwa sababu unapofanya vile, yule mtu anasema mimi mpaka James amenisaidia, mimi ni nani? James mimi sijazaliwa naye. James mimi sio ndugu yangu. James mimi sija. Kwa hiyo inakuwa deni kubwa. Unakuwa umepanda kitu ambacho ataendelea kupanda kwenye maisha ya watu wengi for the long time. Mungu anataka kanisa likae kwa mfumo huo. Sio unaona mtu mnaenda mahali pengine, hata tu misaada midogo midogo. Saa ingine kanisani mnatoka nje na vijana wengine mnakula chips, wengine wanaangalia kama maskini. Alafu mnaona wao hawakustahili. Let me tell you, chochote ulicho nacho si kwamba umestahili kuliko wengine. Wewe kwamba unaweza kulala kitandani, mwingine analala kwenye mtaro kule, si kwamba wewe ni zaidi. Wewe kwamba una kitu fulani na mwingine hana, si kwamba ni kitu. Jifunze kunyenyekea katika maisha yako. Usijali kitu chochote kile. Wewe wacha Mungu aonekane. Wewe kama umeweza kula chips leo, huyu hana hiyo nafasi, mwambie ndugu, na wewe chukua sahani moja. Anasema kumbe nao ndugu, just a plate of food, ni sahani tu. Anaweza akasema kumbe nao ndugu kanisani, kumbe ndugu zangu kule niliozaliwa nao wananichukia, lakini Mungu amenipa ndugu, amenipa dada, amenipa kaka katika Kristo Yesu. Let's do that. Tunapofanya hivyo tunafanya kwa ajili ya Mungu, kwa sababu kwani hapa tumefahamiana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Mungu. Tusingefahamiana hapa. Leo unaweza ukaamka hapa ukaenda kwa yule, hata ukalala kwake. Unaona utajiri ulioko kanisani. James unaweza ukalala leo kwa Dani. Rachel unaweza leo kaenda ukalala kwa huyu dada hapa. Anajua huyu ni dada wa kanisani. Mtu tu mpita njia anaweza akaja akasema tu nikalale kwako. Utaambia toka pepo. Kwa sababu hujui ametoka wapi. Kwa hiyo kanisa inakuwa familia. Angalieni vijana walioko kule nje wanavyoteseka. Lazima sasa sisi tusimame mbele za Mungu ili tuanze kuwasaidia.